Yes, mambo vipi ndugu mtazamaji wa kipindi cha Know About Movie. Ni ndani ya mjengo tena wa Indundi TV. Kama nilivyokuambia kwamba ni kipindi ambacho kinakuletea waigizaji wa filamu wengi sana na wanaweza kujitambulisha na kuweza kuonyesha uwezo wa kazi zao. Na hapa karibu na mwanadada ambaye ni mwigizaji wa filamu, ataweza kujitambulisha ili uweze kujua kazi yake ya filamu iko vipi. Na istoshi huyu mwanadada kama unavyomtazama hapa, ukimwangalia tu kwa kumchungulia sana vile utakuja kujikuta kuna kazi nyingine ambayo anaifanya kinyume na movie, lakini yote tutapata kuyajua. Kubwa zaidi apate kwanza kujitambulisha. Mambo vipi sister? Mambo poa. Habari zingine? Nzuri. Unaweza kujitambulisha kwanza kwa washabiki wako ili wapate kujua na wapi pale ambapo unapopaishi, labda kwa muda mwingine unaweza kuitia labda hata kazi. Mimi naitwa Salma Hassan, ndio jina nimepewa na mamangu na babangu hilo. Kisha ile ambalo umepewa na washabiki nalo? Hilo niko naliangazia. Makazi. Naishi Bwiza. Vizuri sana, kama ulivyomsikia anaitwa Salma Hassan, ni mwigizaji wa filamu nchini Burundi. Basi tunaingia kwenye ndani sasa ili uweze kujua huyo dada alianza vipi kuigiza na kitu gani ambacho kilichominspire hadi akawa mwigizaji mkubwa sana kiasi hichi. Basi kwa swali la kwanza tunataka kukuuliza, ni kitu gani ambacho kwanza wewe kilichokufanya wewe uanze kuigiza filamu? Nilikuwa na mtu wangu wa karibu na yeye alikuwa anaigiza. But nilikuwa nikitizama kazi yake na mimi nikasema acha kwanza nitazame kama naweza. Nikajikuta kama naweza, ndio maana nikaweza kuingia kwenye sanaa ya sinema. Kila mtu ana kile kitu ambacho kinamsababishiaga yeye kufanya lile jambo ambalo lilikuwa ndani yake. Je, huyo mtu naye pia alikuwa rafiki yako, ni mwigizaji au vipi, au ni labda anaweza kuwa mwigizaji wa nje ya nchi au za hapa Burundi? Wa hapa Burundi, anaigiza hapa Burundi. Ni kama alikuwa mtu wangu wa karibu sana. Alikuwa akienda kwenye kazi zake na mimi huwa nakwenda. Uko wapi? Niko kazini. Nikienda na mimi naona kama acha nipime nione kama nitaweza. But nikaona kama na mimi naweza. Watu wengi sana kama jinsi unavyozungumza wanasema kwamba filamu sio kazi. Lakini nyinyi mlio ndani mnasema kwamba filamu ni kazi. Hebu tuambie kidogo siri ambayo iliyopo. Ni siri gani ambayo iko hapo ili watu wengine wa pembeni ambao wahusika hata kwenye movie wanakuambia movie ni kitu cha kupoteza muda na sio kazi, lakini waigizaji mnasema kwamba movie ni kazi. Hebu tuambieni kuna siri gani ya mafanikio ambayo iliyopo, au ndio mnapewaga maile mamilioni ili kwamba nyinyi muone kama ni kazi kweli? Kwa mimi, kwa upande wangu, mimi naona kama movie ni kama kazi. Mimi naichukulia kama kazi kabisa. Japo kuna kazi zingine nafanya pembeni, lakini kwa mimi tayari nimeshaichukulia kama ni kazi. Tena ina mafanikio. Ni ile mafanikio yake uwezi kuyaona hapo, lakini mafanikio yake ni makubwa sana, tena sana. Na mafanikio hayo ndo yaliyosababisha hadi ukanunua ile gari au vipi? Naweza nikasema mafanikio sijaona muda mrefu sana kwenye sanaa, lakini kama mimi nishaona mafanikio ya sanaa. Basi hii ni jibu tosha kwa wale ambao wanaozungumza kwamba movie ya Burundi sio kazi. Nahisi kwamba majibu umeweza kuyasikia kutoka kwa dada Salma. Anakuambia kwamba hakuna mafanikio yanakujaga kwa haraka. Mafanikio yote yanakuja polepole na vile unavyotengenezea njia. Hebu tuambie kidogo kutokana na uigizaji wako, ni vitu gani ambavyo vinavyosababisha wewe kwa wakati uko naigiza, vile vitu ambavyo vinasababisha wewe kushindwa kufikia pale ambapo unapopataka wewe ni vitu gani? Kwanza naweza nikasema kitu chenye kinaweza kikanifanya mimi siwezi kufika kule, kwa sababu kwanza nchi yetu hatuipi thamani kwanza sisi wenyewe. Watu tukijiamini lazima tutafika. Unasikia? Alafu kitu kingine labda naweza nikasema labda uwezo. Mimi naona kama nikikuwa na uwezo naweza nikafanya mambo makubwa sana, lakini uwezo wangu uko chini sana. Na ili uwe uwezo labda kusema kwa upande mwingine uweze kupatikana, labda kwa sababu ukiangalia movie kuanza kwenye pre-production hadi production nzima inatakiwa uwezo uwepo na uwe uwezo wa mkubwa sana. Kwa hiyo unafikiria kwamba huyo uwezo, ili uwezo uje, inatakiwa mfanye kitu gani nyinyi kama waigizaji? Kwanza upendo na tuwe kitu kimoja na tusupportiane. Tukisupportiana tutafanya kitu kikubwa sana. Swala la wadhamini Burundi ni swala ambalo kabisa ukiliangalia kwa mbali ni swala ambalo ni ngumu sana. Wadhamini wanashindwa kuwekeza hela yao ili kwamba waweze kuongeza kipato kutokana na waigizaji waweze kufanya kazi nzuri, na baada ya hapo ianze kuleta mazao. Hivi unafikiria ni tatizo gani ambalo wadhamini wanashindwa kuingia kwenye mambo yenu na kuweza kuwekeza pesa? Je, tatizo liko wapi? Kwa mimi binafsi, kiupande wangu mimi na muonekano wangu mimi, kwa gisi ninavyoona, naweza nikasema panakosa tu
Kwa sababu wadhamini naona wapo, lakini ile roho ya kumdhamini mtu, maana ule upendo basi tuseme ndio inachokosekana. Hicho ndio kinaweza kuwa kinakosekana. Na kujua kwanza thamani ya kitu, ni kitu gani chenye unafanya. Wakati utajitambua ni kitu gani na ukakichunguza sana kile kitu, utakuta kina faida kubwa sana. Lakini kwa mimi naweza nikasema watu wajikaze, waweze kutusapoti kazi zetu, tutafika mbali. Asante sana kwa lile swala ambalo lipo mitaani, wanakuambia kwamba Burundi filamu hamna. Hata ukienda mastudio kabisa wanakutana Burundi filamu hamna. Lakini kila kukicha tunazidi kuona waigizaji wa filamu wakienda location wanafanya kazi, waenda location wanafanya kazi. Hivi mnakwama wapi ili kazi zenu zishindwe kuonekana kwenye majumba ya masinema, aidha kwenye mastudio na kwenye matelevision kama kawaida jinsi tunavyoona filamu za nchi nyingine wengine wanawekwa? Burundi kwa kabisa ukitazama kwa muonekano, mnakwama wapi nyinyi ili muweze kufikia hiyo hatua? Kwanza kitu cha kwanza naweza nikakwambia kama Burundi kuna filamu. Na Burundi kuna waigizaji, tena waigizaji tunajua. Tena unioni gisi nipo naigiza sinema, unaona nimepaa. Nimejaa. Tena kuna wanawake wazuri sana tunaigiza. Unasikia? Tatizo ndio lile kwamba movie zenu nyinyi zinashindwa kuonekana ma studio na kwenye television. Naweza nikasema kuwa kitu cha kwanza moyo watangazaji wa habari hamjiamini kwanza. Mnatia sinema kwanza za Tanzania, za Ulaya, amti mbele kipato chetu kwanza sisi hapa. Unaenda Rwanda, wallahi TV ya Rwanda inaonesha sinema za Rwanda tu. Lakini hapa kwetu tunataka wanatia sinema za Tanzania. Wanatia sinema za wapi? Why? Pendeni kwanza nchi yenu kwanza, muisongeshe mbele afu wengine baadaye. Dada Salma, hapo kuna ile jambo ambalo linasemekana tena kwamba hata movie zenu nyinyi endapo mnaenda location, lakini movie zenu zinashindwa kuonekana ma studio. Hili inasababisha hata watangazaji wanashindwa kupata movie zenu ili waweze kuzitambulisha kwa watu wengine. Sasa hivi ukiangalia pokati, tatizo lipo kwa watangazaji au tatizo lipo kwa nyinyi waigizaji? Naweza nikasema tatizo liko kwetu sisi wote, kwa sababu sisi wakati nitafanya kitu lazima nikitangaze kile kitu. Na kile kitu nikishakitangaza kifika kwako ndio na wewe lazima ukitangaze kile kitu. Naweza nikasema hivyo. Inamaanisha kwamba nyinyi waigizaji bado hamjajichunguza kutokana na huyo upande. Kutokana na kazi zetu. Na ukiangalia swala nzima la directing na wale watu ambao wanaopangaga casting za waigizaji wakati hapo kwenye ule uchaguzi wa waigizaji wa filamu, kusema kwamba huyu hapa anastahili kuwa hapa. Sasa ukitazama kwa ule upande, nyinyi mnafeli wapi? Unakutana wewe kama binti, wanakuvisha nguo na kukuita mama. Kwa hiyo nafikiria kwamba kweli mtaweza kupiga hatua na kwamba filamu zenu zianze kuingia mashindano na nchi zingine. Kila kitu kinaenda polepole kwanza, unapaswa kujua. Na unajikuta mtu kwenye filamu wanamchukua mtu mwenyewe hafanani na ile fasi kwenye yeye atakuwa. Unaona filamu kwanza, hata muziki wala filamu kwa kusema ifike mbali, wangoja kwanza kuitizama. Wanasema hii filamu iko vipi, mwenendo wake uko vipi. Sio fasi ya huyu uende ukamtie fasi ya huyu. Maana pako fasi mbele ya kumtizama mtu, unamwangalia huyu anastahili kwenda hapa na huyu anastahili kwenda hapa. Na ukitizama ile movie inaelekea kabisa kama hii movie kabisa inaelekea kama gisi wa ilivyo, unasikia? Naweza kuambia watu wakati unapanga movie unapokuja kutizama kasi ya mtu, maana unasema huyu Salma anastahili kwenda hapa na huyu gisi alivyo anastahili kwenda hapa. Maana ni kama uboreshaji wa sinema. Kama ulivyomsikia dada Salma, lawama hizo wanazitupa kwa timu nzima ya casting pamoja na directing. Ni kusema kwamba watu wanashindwa kuheshimu role za watu, wanaenda kuchanga vitu, na dada kama Salma wanamweka kuwa mama. Hakisha unatoa lawama zako kwa watangazaji kwamba wanashindwa kuweka movie yako kwenye matelevision makubwa kabisa, hawawezi. Huyo ni ushauri mkubwa aliotoa kwa wa director wote na timu ya casting. Kwa upande mwingine tunakusikia sana kwa mtazamo na tunakuona kwamba wewe uko Queen Video tena. Uko Queen Video, kwa hiyo unawika upande wote. Hivi kwanza, kwa sifa zipi ambazo waliweza kuona kwamba wewe unafaa hadi kuwa Queen Video? Kwa sababu tukiangalia muziki wa Vichou pamoja sijui na Mr. Nice vile tulikuonaona mle ndani, tukasema actress tena huyu amekuwa upande wa music. Kwa hiyo ni sifa gani ambazo zilisababisha hadi Vichou kutafuta wewe? Kwa sababu aliona kama anastahili kuwa Queen Video. Kwa sababu hawezi kwenda kumtoa mtu kijijini aje mtepa yeye kwa ule muziki. Ameona kama ana vigezo vya kustahili kuwa huyu mwanamke, nikimweka pale atapendeza. Labda kwa muonekano, kwa uso.
natural, sijipaki kitu. Sendi dukani kwenda kununua mafuta. Maana yuko natural. Maana ukiniamsha asubuhi, Salma amka twende, mimi navaa tu ni hivi shatoka. Lakini kuna wengine anaikaa kwenye kioo pale kama masaa 10. Why? Basi unakuwa hujamini. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa ambacho kilichosababisha hadi wewe ukawa kwenye video ukatamba kiaina vile. Naweza nikasema Mwenyezi Mungu anijalia kunipa shepu nzuri. Pia na uso mzuri. Nimejaliwa na Mungu. Yeah. Asante sana. Kama unavyosikia unavyozungumza kwamba katika sanaa ya uigizaji hakuna warembo, hapo kabisa unadanganyika, kwa kama jinsi anavyokuambia kwamba sifa yake kubwa ambayo iliyosababisha kwenda ni Shepu. Shepu ilimeweza kumpitisha na akaweza kuwa queen video kwenye mziki wa Vichou kama sijakosea. Kwa kumalizia ni filamu gani ambayo umeshaifanya ukaikubali sana na watu wakaweza kuikubali? Filamu yangu ya kwanza yenye watu wanaanza kuwa walikubali sana nilicheza Mwirondo. Na kuna filamu nyingine nimecheza kama filamu kama 3-4 ya. Asante sana. Kama ulivyomsikia, basi hapa tunafika kwenye ukingo wa kipindi chetu cha about movie. Basi kutokana na hilo ni kwamba tunahitaji kwamba uweze kusema neno moja kwa mashabiki wako. Ya, nasema mashabiki zangu kama mimi Salma, naomba waweze kunisupporti na ushauri wangu nadhani nikatoa, kama unaweza tu. Usisikii maneno ya watu wala nini. Wewe fanya tu. Ipo siku utaona matunda ya mambo yenye unafanya. Vizuri sana. Hapa tulikuwa naye Salma Hassan, mwigizaji wa filamu nchini Burundi, kama vile ulivyosikia kwamba kwenye filamu ambayo inazidi kuonekana ya Irondo. Kwa hiyo basi tumemalizia hapo na hapa ndipo mwisho. Kama nilivyokuambia, usikose kusubscribe na utabonyeza kwenye alama ya kengele mara moja ili unapata notification zote za vipindi vya about movie. Basi utawaaga watazamaji wako yani.